ni Mungu tu. Yaani hakuna mwamba. Wewe hata kwa ukiwa na furusi zako shindwa katika jina la Yesu. Sana kupata kazi. Epi kama ukisikia kazi continue. So I have a friend here. Nilikuwa najua paka wanaogopa maji. Mbona hao wanachezea maji? Ni uzao gani? Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Hello. Ndugu zangu, mabibi na mabwana. Karibu na Happy Housekeeper. Kama unanitazama kwa mara ya kwanza, naitwa Happiness, niko Uarabuni. Namshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu ni mwema sana wakati wote. Amenipa uzima mpaka nimenenepa uso. Amenipa afya njema. Nimrudishie nini Mungu kwa wema wote alionitendea? Karibuni sana Happy Housekeeper. Jisikie uko nyumbani. Ukiwa una maswali, maoni na ushauri, tafadhali uniandikie kwenye comment. Okay? Karibuni sana. Asante sana kwa support zenu, na kabla hatujaendelea, naomba tafadhali like hii video, na kama hujasubscribe please subscribe. Mungu akubariki sana. Sasa niwape pole wote ambao mnapitia changamoto. Mungu awatie nguvu, awatetee na kuwapigania. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana kwa Mungu. Mungu ndio tegemeo letu. Mungu ndio nguzo yetu. Hatuna mwingine wa kumtegemea. Kwa hiyo sifa na shukurani ni kwake, kwa sababu hakuna mwamba. Hakuna mwamba, ni Mungu tu. Hakuna mwamba. Wewe hata kwa ukiwa na furusi zako hata ukiwa na mafurusi yako, kwa Mungu wewe ni kama hivi tu. Si wakebe. Tunakumbushana ili na nawatia nguvu wale wenzangu ambao wanajisikia kwamba mbona sina pesa, unaishi maisha ya stress, unaona wenzio wanafanikiwa, wewe uko vile vile. Labda Mungu ametaka upite hiyo njia polepole kwanza. Kwa nini unataka upige hatua ndefu? Kwa nini unataka kwenda hatua ndefu kabla ya Mungu? Acha Mungu afanye. Lakini usikae bure bila kufanya kazi. Tuendelee kufanya kazi. Na watu wako hapa, unaweza kufikiri kuna watu wako kwenye hali zile kwamba hawajibidishi. Watu wanajibidisha, ila unakuta Mungu bado hajatenda. Kwa hiyo tusiwakatie tamaa na tusiwaseme vibaya. Kwanza ukimsema mtu vibaya kwamba hajafanikiwa, ukimngonga, ukimcheka, nani anayetoa utajiri? Mungu amesema pesa na dhahabu vyote ni mali yake. Kwa hiyo hata hicho ulichoshikilia sio cha kwako. Mungu amekukopesha. Akiamua kukichukua anakichukua. Kwa hiyo tumuheshimu Mungu na tumuogope Mungu. Tumtukuze Mungu kwa kila tulicho nacho. Mungu amesema tumtukuze kwa kila tulicho nacho. Pesa, ndoa, kazi, uzuri wako, chochote kile Mungu ambacho amekupa na unajivunia wewe. Unaona unajivunia. Sema Mungu asante. Tumpe Mungu utukufu. Haleluya. Karibuni sana. Sasa jamani, joto limeanza. Omani kuna joto. Safari hii joto limeanza kuwa kali mapema mno. Wiki iliyopita naenda kanisani, ilikuwa centigrade wanasema 40, ni saa 3 asubuhi. Na tuna kipindi kirefu sana cha joto, kinakuaga karibia miezi 6. Okay. Kwa hiyo ushauri wangu kina shagala wenzangu, tujitahidi kuoga Na mwingine unakuta unasumbuliwa na jasho, kunuka kwapa. Usijisikie vibaya. Mungu ametuumba sisi tofauti, okay? Hata wale unaoona wana rangi tofauti na wako, na wenyewe wananukaga. Kwa hiyo usijisikie vibaya hata kwambia unanuka, na hata wenyewe wananukaga.
Kama wanuki wajaribu kufanya kazi kwenye jua, wasipake perfume, wasikae kwenye AC. Iwe hivyo. Mimi na ushuhuda, nimeshashuhudia, siwezi kusema hapa. Kwa hiyo tusiaibishane hivyo. Maana kuna mabosi wengine unakuta unanuka sijui nini. Wengine wamebarikiwa hata kama akipigika kwenye jua hanuki jasho. Kwa hiyo usikikashifu kitu ambacho hujakiumba wewe. Kiache kilivyo. Okay, wote tuna kasoro. Sasa mbona hiki kinataka kuniletea mushkila? Naona nyusi imeingia jichoni. Shindwa katika jina la Yesu. Kila kitu ni unawaza mambo ya ajabu. Okay. Kwa hiyo ukiamka tu oga. Niwashauri, niwape tipu tu, kama jasho unaona jasho linanuka sana, linakusumbua sana. Tumia ndimu. Ndimu inakata jasho vizuri sana. Okay? Tumia ndimu. Pikicha hiyo sehemu ya kwapa, jimwagie maji, ukimaliza unaweza ukachukua hata kandimu kidogo, ukapaka tu kidogo, haina shida. Kwani shida ni nini? Shida ni nini? Unafikiri watu jasho linaondoka na perfume? Jasho liondoke na perfume. Oga vizuri na hakikisha umejisafisha vizuri. Nunua leza, kiwembe, Nunua, jamani tunafundishana, haya sio ya aibu. Wote tunaangalia hapa ni watu wazima. So, ukiacha huo msitu, utakuta unanuka jasho haraka haraka. Kwa hiyo usisubiri zimekuwa msitu. Kabla hazijakuwa, fyeka. Na hata baada ya siku 2 fanya. Wale wenye tatizo hilo. Kingine, kunywa maji ya kutosha. Unajua usipokunywa maji ya kutosha, utaanza kusikia jasho linanuka. Ukinywa maji ya kutosha, naona kama inasafishaga ngozi, kitu kama hicho. Nimefanyaga kwa utafiti kidogo. Na kingine, kulaga matango haya. Kama huwezi kunywa maji sana, kula matango. Matango si yana maji mengi. Kula matango. Haya. Sasa kipindi hiki ambacho shule zinafungwa, tunajua kwenye hizi nyumba kuna kuaga na mushkela. Mnakuta mnagombana hivi na vile, Unajikuta out of the house. Umeondoka kwenye nyumba, umeenda labda ofisini kwa agent au kwa ubalozi. Kipindi hiki kinakuaga kigumu sana kupata kazi. Kwa sababu hata maagent wenyewe wanaweza wakakiri. Juzi kuna dada mmoja yuko kwa agent wangu ule wa zamani. Akasema, "Epi kama ukisikia kazi, niambie kuna mtu anatafuta kazi. Sasa hizi kazi zimekuwa ngumu." Kama agent imekuwa ngumu kupata kazi, nadhani mtakuwa mmepata jibu. Kazi sasa hizi zitakuwa ngumu. Ukisota kusubiri kazi, wala usijipe stress. Wewe fikiria kama uko Tanzania ndio unatafuta kazi kuja Oman. Kwa kama ungekuwa Tanzania kazi ingechelewa, si ungesubiri? Na hapa hivyo. Vumilia tu, subiri ikifika, shule zikifungua au kabla ya kufungua, Mungu muombe na Mungu pia. Ndio maana nasema kila kitu mshirikishe Mungu. Sisi tunaona kuna huo ugumu, lakini Mungu atafanya njia. Mwenyewe Mungu anajua jinsi ya kukuhifadhi. Kwa hiyo tumuombe Mungu na tuombe uvumilivu. Tusiwe na ile mbona sijapata mpaka saa hizi, sijui nini. Vumilia. Kama Mungu anataka uvumilie, ndio Mungu anakufundisha uvumilia. Vumilia, si uko kwa agent umekaa. Ila kwa wale wenzangu na mimi ambao wako magetoni, inakuaga mtihani. Unakuta mtu anataka alipe kodi, ndio mjue moja ya hasara ya kukaa nje ni hii. Kama hujajipanga vizuri, ikifika kipindi hiki unatakiwa ulipe kodi, unatakiwa ule chakula, unatakiwa nauli, utafute kazi huku na huku. Kwa hiyo kama mipango yako, bajeti yako hukuiweka vizuri, kipindi hiki utasota. Na nakusihi usijitumbukiza kwenye mambo mengine. Kila mtu anapitia mashida kwenye dunia hii. Kwa hiyo Mungu awasaidie na awape nguvu. Yaani ni bora umheshimu Mungu kwenye kipindi hiki, anajua jinsi ya kukusaidia. Kuliko kuamua kujitafutia njia yako itakao kuletea majuto ya muda mrefu na utakuja kusahau. Kipi bora? Yaani unajua ukivumilia kwenye shida ukiwa na Mungu, hakutakuwa na majuto, lakini ukienda nje ya Mungu, ushauri wa bure huo. Kwa hiyo saa hizi tujitahidi kutulizana huku kwenye nyumba, uwe kondoo, uwe kondoo. Uwe kondoo kama ni mlokole, uwe kama Bwana Yesu Kristo. Ukipigwa hapa, geuza na huku. Ukitukanwa, usirudishe matusi. Chochote utakachokifanya, ombea adui zako, ombea wanaokuudhi, sio adui zetu. Hawa watu wetu sio adui zetu, adui yetu ni shetani. Ni ngumu kumuombea
mtu ambaye amekuumiza, lakini Mungu ndo anataka hiyo hivyo. Na kama Mungu amesema, unasema Mungu umesema niombee wanaoniudhi. Okay. Japokuwa moyo wangu unaniuma sana. Wewe omba tu. Unaweza kuhisi kama maombi yako yanapotea, lakini Mungu anasikia. Mungu, nashindwa, lakini kwa sababu ya neno lako nitakuombea. Kwa sababu usipomwombea adui yako, sisi sote kwa Mungu ni wakosefu. Wewe jua tu hivyo. Nitaishia hapa, video yangu sitaki kuwa ndefu, sitaki kuwachosha siku hizi. Naomba niwe tu hivyo. Mniombe, Mungu awabariki. Na wale ambao mko Tanzania, habari ndio hiyo. Saa hizi mtulie, msitusumbue. Jamani, yepi niunganishe huko? Hakuna kuunganisha huko. Mwambie Mungu niunganishe. Yepi ni nani? Yepi ni nani? Mwambie Mungu niunganishe. Nipe sehemu ambayo wewe Mungu unataka niwe. Na kama Mungu hutaki, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo Mungu awabariki. Asante kwa kuangalia. Tukutane tena wakati ujao. Mimi naenda kumalizia kazi zangu kwa sababu sijamaliza. Lakini sina kazi, nilikuwa nasafisha tu hapa nje. Kwa sababu kulikuwa na vumbi sana. Sijui hili vumbi. Saizi kuna vumbi sana. Yaani baada ya siku mbili vumbi. Kwa hiyo nataka nikatoe nguo. Watoto wangu wamelala. Watalala hapa, wengine wanachelewa kuamka, wengine viherehere wanawahi kuamka. Kuna wengine saizi wanaanza kusema jamani, yepi shule zimefunga watoto hawa jamani. Wewe pambana nao. Kwanza atuwabebi mgongoni. Kwa hiyo kama uwabebi mgongoni, wewe fanya unachokiweza tu. Wala usisumbuke nao hao. Hawa ni waivi hivi. Watu wana changamoto nyingi. So do what you can. Nishafua nguo zangu mimi sio nyingi leo, chache tu zile pale. Siku hizi sikai na nguo. Mimi sio mtu wa kukalisha manguo. Sipendage. Kwa hiyo ziko hizo tu. Okay, ngoja nikae ni edit zangu video ya kupost kesho. Bye, asante kwa kuangalia. Mungu awabariki. Tuonane tena wakati ujao. Asante sana. Masala. Habibi, Assalamu alaikum. No, halas no. Jamani, si tunafanana? Tunafanana, tufanani hizi ngozi. Mobile. Nataka kwenye TV mobile. Tabi. Hada kali. Anasema huibei tilibebe. Kitu cha kwanza ni hiki. Umeona hawa watoto wetu hawa? Yaani ashukuriwe Mungu. Mimi hawa wakiamka tu wanataka TV. Wakiamka tu. Ukiwekea TV apata chai atasahau, atakula atasahau. Let me say we send baba. Gilesi.